na ithatu cia mweri wetano mwaka uyu turiyo 2026. A very good morning kire thara kuria mbere ira kumba kwithira ukibatana na batu kiri Meru TV kuwatoke ni sana rigana ututhiatira kiri mitandao ne yetu yokinyaniria Facebook ana kinya YouTube Meru TV Kenya ndi wambita muthoni wa kira mara rwa tucokerete na Madam Evelyn uranende niwe murwamiri wa Every aromba kwithira kirwamira na kumenyera ana abrabe thaira baina condition ya autism na kwamba kwithira tutarire ni atia ana baba tikumba kwithira bakyailwa inde mwachiari iba kwa yo murimo munorira bethira akana baitrima bena na bara baumbi bena maumbile tofauti kana abaina disability lakini nende twina muritani twina mtaalamu muramenyanirite na bana na agaturutana achiari kire bara baitrima kana bara baitrimite abare kanye ne kakumba kwithira batharimi na baba ina autism ni atabombike kwithira bakibarira na kinyani injirire ko batumaira kera kutigera na bakinyabo iba kubonia wendo ona kinyabo muchiari akenda withira wetiere na wetekiria ati nende mwana ukinya kethira aina condition obando imwana uyoronge mbetikira ngwata Madam Evelyn ugeni atukethie na kisha baadaye akomba kwithira agita na mbere na kututhomithia mantu je 7 steps of raising an autistic child kana children na kwambetikiria atukomba kwithira tuichenchia rudhiomi kidogo atwari Kiswahili na kidogo tu Kiingereza hapa na pale akenda tumba kwithira atukieliana. Karibu sana Madam Evelyn. Asante sana. Ningependa utazame hii kamera, asalimia mtazamaji wa Meru TV, wacha tukujue ili pia tukianza kuongea tuongee tukijuana. Kabisa, mimi hamjambo nyote. Kwa majina ni Evelyn vile mmesikia na ninawapenda sana. Karibuni. Karibuni siku ya leo kunisikiliza tena. Yes, yeah. Karibu sana. Kuna mmoja anataka kujua Madam Evelyn umetokea wapi? Madam Evelyn unafanya kazi gani? Mimi ni CEO wa Every Center. Ninafanya kazi ya special needs in autism, kuwafunza watoto. Early intervention. Yes. Na kwa mara ya kwanza wakati ulikuwa hapa uliweza kutuelezea Every inahusiana na nini, lakini ningependa tu urudie kidogo kwa yule ambaye hakuweza kupatana nasi ile siku na ako hapa akiwa mgeni ndo mara yake ya kwanza kukuona. Wakati mara ya kwanza nilikuwa hapa, nilikuwa ninaongea kuhusu hawa watoto jinsi ya kuwasaidia na kuwakubali katika jamii. Tuliongea mambo mengi kuhusu hawa watoto, jinsi ya kuwasaidia, jinsi ya kuweza kuwaelewa. Karibu sana. Na leo ningependa utueleze ama utufunze vile tunafaa kuwalea hawa watoto. Unajua kuna wale wazazi ambao wako na hawa watoto na si mzazi mmoja, sio wazazi wawili, lakini unapata wako na ugumu sana wa kwanza kukubali hawa watoto ni wao na hawa watoto watakaa na wao maisha yao yote. Na pia jambo la pili unapata wanapata ugumu sana wa kujiuliza maswali, watawalea namna gani? Watawalea aje? Kuanza kwa kukula, kuanza kwa kuwachunga. Na ukijua hawa wazazi bando inaweza kuwa kuna watoto wengine na bando watoto wengine wanawaangalia wawachunge. Hawa wazazi wanafaa wawalea hawa watoto aje? Yenyewe si kazi rahisi. Kwa sababu ukishapata mtoto mwenye ako tofauti na wengine utaogopa. Na mara nyingi wazazi hawakubali. Hawakubali kwamba watoto wao wako na shida. Mpaka kitu cha kwanza wanatakiwa wakubali. Kubali kwamba mtoto wangu nimeona ako tofauti na mwingine. Kutokea tu kutoka kwa tumbo mtoto amekaa miaka 2 3 maybe hatembei. Unajua mtoto wako ako na shida ya milestones. Ukishaelewa hivyo, umeona daktari amekueleza, amekwambia huyu mtoto ako hivi na hivi, itafaa ukubali. Kuna maagizo ya daktari kwa sababu kuna jinsi na kueleza wakishapima mtoto wamejua ana shida. Sasa hata ukikataa, nasema wengine wanakataa kabisa. Sasa ndio ukubali. Mara ya kwanza kubali mtoto wako ako na shida ili uweze kusaidiwa. Ukishakubali sasa itakuwa rahisi kulea huyu mtoto kwa njia inayopaswa. Sababu mara nyingi nimetembea, nilikuwa naenda home to home na mzazi ananiuliza kwani huyu mtoto anaweza kubadilika? Anaweza kuwa kama wengine? Anaweza
kusoma, andike, na hata kuna wengine wakiwa wakubwa waweze kuolewa na kuoa. So nataka kitu ya kwanza mzazi aelewe mtoto na akubali ndio aweze kusaidika. Mbona inakuwa vigumu kwa wazazi kukubali? Kwa sababu pengine hawajawahi kuona kwa jamii yao mtoto kama huyo. Wakishaenda kupata mtoto, mtu anasema nimeenda kupata mtoto na daktari alisema hivi na hivi, mimi sikubali, mtoto wangu haongei, anaona mtoto wake hawezi kutembea haraka, anasema hapana, hii hapana, sikubaliani nayo, kwa sababu inakuwa ngumu sana. Kwa nini hao wengine, kama ana wengine kwanza, anasema hao wengine ndio wale wakakoa wazuri, kwa nini huyu? Kwa nini huyu mwingine? Kwa sababu kuna mwingine watatu, kuna first born, kuna last born. Sasa kulingana na vile msha amepimwa na daktari, ndio huwa anasaidia mama kuweza kujua huyu mtoto ako hivi, condition ako nayo, kubali kutokana na maagizo ya daktari, kwa sababu hangekuambia ako hivyo kama hajaona. Sasa ni vizuri kukubali, isipokuwa ni ngumu sana kuweza kuelewa mpaka mtoto anamaliza miaka 3 4 haongei. Mzazi anaanza kusema mtoto wangu haongei, ni nini mbaya? Nini hasa ile mzazi anafaa aone ndo wajue ni kama mtoto wake hako na shinda, kwa sababu sasa unapata kuna watoto wanachelewa kuongea, kuna wengine wanachelewa kutembea, lakini baadaye wanakuja kuongea na wanakuja kutembea. Ili sasa mtoto asichelewe kuongea na asichelewe kutembea, mzazi akajawa na uoga kwamba mtoto wake hakuna autism. Nini hasa anafaa angalie? Anatakiwa aanze kuangalia sana akishaelewa mtoto hawezi ongea, kwanza ampeleke kwa assessment. Kisha kuwa assessed na daktari, watamrefer. Kama kwa mfano kama mtoto anaweza kutembea, yuko na CP, kuna CP na kuna autism. Mimi na deal na autism sana. Na autism inaambatana na kutoongea. Alafu kuna hata wengine wanakuwa na impaired kwa hearing. Kusikia, naweza kusikia kwa mbali. Watoto ukiona mtoto wako ana behave, kuna vile tabia, anarusha vitu, anaweza piga hata hiyo TV, anaweza kuangusha meza chini. Unaona si kawaida. Sasa mzazi atakuwa kuzingatia hayo yenye anaona mtoto afanyi vizuri kama wengine. Unaona tu ako tofauti. Anachagua chakula. Unaona vitu zenye ana observe. Mtu anachagua chakula, hawezi kukula either ugali, ama hawezi kunywa uji. Kuna matunda hawezi kula. Unaona huyu mtoto ni tofauti. Utaona analia sana, anapiga makofi. Wengine hawapendi kukana wengine. Maandika hapo social part. Kwa sababu kuna 7 steps, but nitazingatia hizo za kwanza. Sababu it's wide. So hiyo za kwanza zenye wanataka kuzingatia sana, mzazi aone mtoto wake ana hizo dalili za kukata chakula nini, hataki wengine, anataka kukaa peke yake kwa kona. Sasa na haongei. So akiona hivyo atajua mtoto wake anahitaji msaada. Na asiogope, aondoe hiyo fear. Fear ndiyo inafanya asema na nikipeleka watu wataniona aje. Siogope watu wataona, watasema mambo, waseme hivi mtoto alipata mtoto sijua kwa wapi, sio naita mkuruki. So asiogope, kwa sababu si alijipea huyo mtoto. Na akikuwa na imani kwamba Mungu anaweza. Na at first Madam Evelyn, kuna mwenye atataka kuuliza, I know wewe si daktari, lakini kwa wakati mwingi umetangamana na hawa watoto, na kidogo inaweza kuwa in one way or the other umeweza kujua maybe nini huleta ama nini hufanya mtoto akuwe na autism. Kwa yule mzazi ambaye anatutazama na hajui what causes autism ama what brings autism, kulingana na vile umekaa na hawa watoto, hizi kosa umetangamana na madaktari na wakakueleza njia moja ama mbili zile zinafanya hawa zinaleta hizi conditions? Kwanza kuna biological causes. Mtu anaweza kuwa kuna genes zenye ziko kwa damu ya wazazi. Ukiangalia labda mama ameolewa mahali ambapo hizo genes ziko.
Hizo ni biological na uweze kuzitoa. So msichana ameolewa kwa kijana mwenye ako nazo ama vice versa kwa kina mama, iko hiyo shida. So hiyo biological utaona kwa jamii kama umeolewa huko, utaona mtu wako kama huyo mtoto pale, unaona kuna mtu mzima ako na hiyo autism. Utaona kama ni epilepsy, unajua kuna wengine wako na epileptic cases. Kama ni epilepsy, unaona kuna watu wana kifafa. Kwanza kuna epileptic pia, mtu anaweza kuwa na hiyo autism na epileptic, na ako na vitu mingi, hata kuna CP ako tayari hizo vitu zote. So niko kama biological, inaweza kuwa kwa genes. Ingine ni delay, prolonged labor. Kuna kujifungua na mtoto achelewe kuzaliwa kwa wakati. Sasa atukundi hapo kwa prolonged labor, unajua kuna wale mama ambao ni wajawazito na unapata mama ameenda clinic. Kuna zile clinics, kuna zile scans, anapigwa scan na inaonekana kwamba mtoto yuko sawa sawa. Lakini ikifika wakati wa kuzaliwa, yule mtoto anazaliwa akiwa na hii condition. Maybe hiyo kuchelewesha, wakati wa kuzaliwa ipite. Sasa mtoto kuchoka. Mara nyingi washazaliwa hawalii. Sasa mpaka anachoka. Sasa nishawahi kuona wakati midwife anazalisha mama na mtoto anatoka kama halii, anachafua. Kuna uwezekano wa mtoto wako na autism ijulikana akiwa na umri mdogo kabisa, wakati sasa amezaliwa ndo wanajulikana ako na autism. Kuna uwezekano kweli? Hiyo wakati anazaliwa anaanza kuchapwa alie asipolia daktari anajua huyu sasa hii ni autism. Ndio dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza kusema mtoto ana shida. Mungu lazima atoe sauti. Na mzazi akishakubali kwamba kuna autism, nini nyingine anafaa afanye? Sasa kuweza kuenda kuona daktari, aenda kupeleka mtoto kwa daktari. Aweze kuassist, mtoto angaliwe. Biwe anze immediately ili aweze kuanza matibabu. Na kuna yule mzazi angetaka kujua akishajua mimi mtoto wake kuna hiyo condition, na ili ni jambo jipya, sio kwamba amekuwa nalo ama ameliona kwingine. Inabidi kuna zile mafunzo ambazo anafaa apitie, ama ni ile tu sasa unajua tunasemanga likikuja unalipokea vile limekuja. Ni vizuri kufunzwa ndio aweze kuelewa, kwa sababu kila mtu hufunzwa ndio akajua kila chochote anaweza kufanya. Naambiwa huyu mtoto wako ako hivi, so itabidi ukubali. Haya mafunzo atapata wapi? Haya mafunzo anaweza kupata kwa specialists, wale wanafunza mambo na autism special needs. Kuna wale wa madaktari, kuna neurologists atakufunza akishapima mtoto wako. Kuna wale nutritionists watakwambia mpe chakula gani. Na wengine wengi. Yes. Na ikifika kwa communication, unapata maybe to parent na hao watatu kuongelesha inakuwa vigumu. How do they communicate those kids, ama wanafaa waongeleshe aje ili waeleano? Kwa sababu pale mwanzo tukianza ulisema mtoto mwenye ako na autism kusikia anasikianga kwa ubali, ama kuna mwenye pia hasikii kabisa. So communication kuna ile sign language kwa yule mwenye hataweza kabisa, anahitaji sign language teacher. Na kuna yule mwenye kama niko na mtoto mwenye haongei, but ako partially ana hiyo hearing impaired, akona kidogo but anaweza kuona, kuna macho anaona. Unamfundisha tu hizo letters, numbers, unamwonyesha sasa unakuwa sauti yake. Utamfunza ukimwambia hii ni this is a cup, this is a ball, this is letter A, this is letter B, this is number 1, number 9. Then utamuelekeza jinsi ya kurecognize, alafu atajua hata jina lake kuandika. Na nikipenda utuelezee hizo sasa steps za vile mzazi anafaa at least atake mtoto wake mwenye ako na autism. Kwanza umesema ni acceptance. Mzazi asha accept. Tukaongelelea about maybe kufind information
about maybe vile anaweza kana huyo mtoto mwenye ako na autism. Number 3 tumeongelea communication. Sijui ni zipi zingine. Kuna ile social part. Huyo mtoto kama hawezi kusocialize na wengine. Okay. Yeah, kuna vile anaweza mpeleka daycare. Aweze kukaa na wengine wanaoongea. Aweze also learn speaking and also inclusive, yeah. Aweze kuongea, kulearn kuongea kutoka kwa wengine, na hata hiyo behavior, aweze kusoma tabia nzuri kutoka kwa wengine. Hata kama ni kuandika, kushika kalamu akiona mwingine, kama ni kwa darasa na aweze kuwa guided. Na guide mtoto, mzazi ya guide mtoto wake. Na sio kuachilia kama hiyo social part. Ili aweze kusocialize na wengine, ambia kaa hapa. Sababu huyu mtoto hajui, mpaka mwelekeze. Mwambie kwa upendo. Sababu tukisoma Proverbs chapter 22 verse 6, na train up a child in the way he should go. Yeah. So if you train a child in the way he should go, bila kumuonea huruma, kama mtoto wangu ako hivi. So the more namuonea huruma, the more mtoto anajihurumia. Sasa hawezi kukua. Na ukiweza kumweka kwa wengine, sema kaa hapa na wengine, maybe anawachuna nini, sasa hapo ndio itaonekana kama kweli anachuna wengine ama anawachapa ama anaweza tulia pamoja na wengine. Hiyo social part. Okay. Alafu another one ni mtoto follow instructions. Ukimwambia mtoto na kuja kaa hapa, na anakataa, anazunguka tu huko. Utachukua huyo mtoto kae naye, mwambie tukae na wewe hapa. 5 minutes, 10 minutes, 15. Yeah. Kidogo ata develop kukaa. Lakini ukimwachia tu sema huyu anatembeanga tu, ni hivyo tu atakuwa. Yeah. Watoto wenye wako na autism wanakuanga na conditions zingine ama ni autism tu peke yake? Unaweza pata kuna autism na any other condition. Kuna conditions zingine inaambatana, autism inaambatana na kukosa kuongea, hata hiyo kusikia, na hiyo behavior. Yeah, kuna vile anaweza kuchuna wengine, anaweza kukosa kukata na wengine kabisa, na kuwa very tough, anaweza vunja vitu, haribu hata vitabu anararua. So hizo conditions, hiyo kusoma mwingine hawezi taka, mwingine anaweza taka kukala. So all in all lazima uweze kuwa patient. Mzazi akuwe mvumilivu. Mvumilivu, aweze kuwa na kuvumilia kwa mambo yote mtoto, ndio mtoto aweze kupika. Haiwezi kuwa tu haraka. Hao watoto wakishaletwa kwenu hapo daycare yenu, mnawafunza nini na mnawafanyia nini? Si tuna observe speech. Hiyo we just sing. Kwa speech we sing. Tunaimba a lot of songs, tunaimba hizo letters, tunaweza kuangalia hata mikono kama inaweza kushika kitu, kama anaweza kuketi. And we observe all areas. Hiyo hata toileting, nafikiri is one of the points I was going to talk about. So kutoka kwa hiyo yenye umesema ya umesema ya social na hiyo ya communication na pia acceptance, na pia sasa ya mzazi kukua patient na mtoto. Kuna patient na mtoto kabisa. Hiyo na kuzingatia haya, mzazi pia aweze kufollow instructions, maagizo kutoka kwa daktari. Kama ni nutritionist amemwambia wampatie chakula yenye inafaa, na waache the do's and don'ts. Chakula hiyo chakula wanapewa watoto, it is also very much to be observed by a parent. Food? Yeah, food. What you feed your child also matters. Kwa nini? Kwa sababu kuna vyakula mtoto akikula anakuwa more hyper. Akikula bread, wheat, akikula sukari, mtu anakuwa more hyper. Tukizingatia chakula yenye nutritionist amekuambia, nimeona ikiwork kwa watoto wengi, wanakuwa watulivu, hawawezi sumbua. Lakini wana overreact kama mmewapea hizo vitu zenye daktari amekukataza, lakini unasema mtoto wangu sitakula chapati na yeye hakuli.
So vitu kama hizo ndio mzazi anatakiwa pia kuzingatia sana. Na when it comes to kuonyesha hawa watoto upendo, unajua lazima regardless of their conditions, lazima tuoneshe watoto wazuri kama wengine, lazima tuwapende kama vile tunapenda watoto wengine, lakini unapata in some instances na some families hawatakikani, hawakubaliki, na bado hawajakubalika ile ya huyo mtoto pia hata kama kuna condition ni mtoto kama huyu mwingine. Wazazi wanafaa wafanye nini ili kuhakikisha kwamba huyu mtoto haoni any difference, hata kama akona condition, haoni ni kama kuna difference between yeye na huyo mtoto mwingine mwenye hana condition? Kuna mtoto ukichapa anaharibika kabisa. Because you have to learn the condition of your child and the ability. So if you beat the child becomes worse. When you want to show love, you just talk to the child. Even if she doesn't speak, talk to that child. Yeah, you can also read with that child the character stories. We have the character stories that speak to the child, and because the child hears, yeah, say, when mother calls, you have to obey. Yes. When teacher says sit, you have to sit. So character stories, you're reading a story about somebody who obeys mother. Yeah. Yeah. But how do you know kwamba wanashika something? Because now when you just see by after that you will be assessing a child. You say, we said you have to obey mother. When mother calls, you have to go. When teacher calls, you have to respond. So you say come. We've just you believe that without faith it's impossible to please God. That by faith you know your child is getting concepts. Come and sit here. Anakuja, go, bring me that cup. Then you want it to be done practically. You do it practically. You say, now sit here, sleep. It's time to sleep. Sleep. Yeah. No, it's time to watch TV. Maybe you watch shortly. You say, now we switch off. The child, that is, I'm going to take instructions. The child has to take instructions, and you just know. Sema color this, utaona na color. Sit here, unaona nakuja naka. Stop pinching your friend. Don't pinch, it's not good. Come and sit here and don't pinch. Say sorry in case they can speak. They will say sorry. Although they have repetitive behavior, but it doesn't mean they are not knowing what they are doing. There's a child who broke a seat in our center and then took that piece and went and hid it. Wow. Yes. And then I said, who's broken this one? I knew he had broken, but he knew he had done the wrong thing. Yes. So they know, the children know. Say, yeah, don't throw things at others. Don't. Yeah. So you have to be firm in correcting the child, and the child over and over again without getting tired. You accept that child, that love, with love. You don't beat. But sometimes you have to be firm and say, you, what did I say? And they will look at your eyes, and they will see you're not happy. But after they do that, after they respond, after they have done the right thing, you clap for them, and you can reward the child. I give you a new pencil, I give you this new book. Yeah, you're good. And when it comes to therapy, how important is it for a parent to intervene mapema ile ya nimerealize my child has this condition, sasa lazima nianze kushughulika mapema ili nisiongoje maybe miaka isonge ama masiku zisonge ikuje kukua worse? That will happen after the parent has accepted. But the more they refuse to accept, the more the delay, the more the difficulties ahead. So the child, as early as 2 years and a half, the child is not talking, is walking around. The child who came at 2.5 years and was walking around and not sitting. But finally, he got it. Now he is assimilated in a mainstream school. Yes. Yeah. And what should a parent look up to wakati anaenda kutafuta mahali pa kupeleka mtoto wake therapy? Nini anafaa angalie? Yeah. In fact, the place should be having teachers that are loving.
when you are taking even if it's a daycare. Yes, people who fear God, people who love. You know, if you fear God, you have to love. There's no excuse. You have to love. Even if you become the child upsets you, at last you have to say sorry. I did this because you did this. So you hug the child and say, we continue. The child will still love you. But if the community is beating the child, saying, these children, they are bad omen, they are what? Then they make these children see they are not accepted, and also they know. In their mind, they read. They see we're not needed. Wow. Yes. Wow. And what about this parent who can't afford maybe a therapist? When they come to us, we offer therapies for parents that really need, regardless of we can even offer for many. If we had resources, we could offer for very many parents. But we are limited with the resources. That is why we can't reach every child. Yes. And we can also teach others who are really able to, who really love these children. We need people that will really support us, coming even to volunteer and say, I want to learn about this. There's no one who is coming up and saying, I want to learn about how you do this work. So we'll say, well, what we do for ourselves dies with us. But what we do for others remains and is immortal. So people should realize that when you help a certain child, you're not helping the child. You are just doing doing the work for God. Amen. And God says, what you do for these little ones, you have done it for me. Wow. Na tukimalizia, I would love to know the challenges zile wazazi wanapitia wenye wako na hao watoto. Most challenges wanapitia ni hiyo mambo ya lack of funds za therapy. Yeah. And they come and really they are willing to bring their child, but therapy is quite expensive, and they don't have money. And also the food for the children they're supposed to give. Others can't afford to buy what the nutritionists tell them to. Maybe hatutapata because maybe what they have, they eat ugali always. They don't have the right balanced diet for the children. And then these wenye wako kwa diapers, wananunua diapers every time. Wale wako na epilepsy, wana need medication for their children. They are buying every time. You see, hiyo nini, hiyo, what do I say? These parents go through a lot. So they really need somebody to help. When they take a child to the school that doesn't accept them, there are schools which doesn't accept those children. They tell you, no, we don't. Is your child able to toilet? No, not here. Because they're still in diapers, and maybe the teachers they will send us there, they cannot. They cannot take them in. Yeah, and also I talked about toileting. This toileting before I finish. Because toileting should be done consistently. Hata sleep, ukiambia mtoto lala, and wake up the child and take them to the toilet at night to avoid using Pampers so much, because Pampers destroy boy child. Yeah, you don't have to keep the children in Pampers all the time. And also maybe brushing teeth, putting on clothes. Yeah, that one is very key for parents, regardless of the many challenges that I can't mention all of them. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Maybe tukimalizia, I would love you to face this camera and talk to this parent. Mwenye they are raising autistic children. Yes. Ama pia not only autistic, but they have children who have special needs. Talk to them, and maybe ukituelezea mwenye angependa reach out kwenyu anawapata wapi? Yeah, we are located at Milimani, Milimani Hospital in Meru, and you can reach to us through my contact to 0727 22 54 90. For just more information, you are all welcome, and we love you, and we are here for you, for every child that has a mental challenge,
or any other need for learning difficulties. Yes. Thank you so much, Madam Evelyn, for Karibu. coming and being a blessing to us, because you are a blessing Yes. to us and to the people who are following more so. When wako na those watoto wako na hizo challenges. Yes. And thank you so much for opening up your arms for those parents and for those kids, to show them love and to encourage them. And I'm also encouraging the parent kwa sababu most of the parents, they are hiding these kids. Unapata in our homes we have people or kids living with disabilities, but we don't want to show them, to showcase them, to bring them so that people can see them. Unajua mtu akiwa na disability nasemekananga ni bad omen, huyo ni mkosi mbaya, asijui kwenu baba yenu alikula laana gani, ndio sasa umepata mtoto kwa namna hii. Asante sana for being a blessing to those parents and for encouraging them and taking care of their children. God bless you so much. God do you good. Mbega sana mutegerwe mubango jwathe wivi ni wambeta muthoni wakirama na twikire gatanda mubango no jetu ya turinge mete mubango jwathe wivi mubango ayo turinge meche kinya thano tukachokera kire mubango jwathe wivi ithira wina kaita gakeya. Ngagwe uri mu Kenya.